Kwa hivyo sheria ni msingi mkubwa sana wa kuendesha taasisi yote. Katika maelezo yake, Dr. Shein amewaeleza wajumbe hao haja na umuhimu mkubwa wa kuipitia na kuisoma vyema vifungu vyote na hatimaye kuifanyia kazi sheria ya Baraza la Wauguzi na Wakunga la Zanzibar ya mwaka 2014 ili waweze kuliongoza vyema na kwa ufanisi zaidi baraza hilo. Dr. Shein amesema kuwa iwapo sheria hiyo itasimamiwa ipasavyo, fani ya uuguzi itaendelea kuwa na mafanikio makubwa Zanzibar. Ameeleza matumaini yake makubwa kwa wajumbe hao ambao wamechaguliwa kutokana na kuwa kazi hiyo wanaiweza na kuwapongeza kwa kufanya mambo mengi tokea kuzinduliwa baraza hilo lenye wajumbe 13, mrajis na wasaidizi wake wawili, mmoja Pemba na mmoja Unguja, mnamo mwezi Juni mwaka 2015. Aidha, Dr. Shein amesisitiza swala zima la maadili ambalo ndiyo jambo muhimu katika fani yoyote duniani na kueleza kuwa katika fani ya uuguzi swala la maadili ndiyo jambo la kulipa kipaumbele ili kuweza kutoa huduma nzuri ya afya kwa jamii. Dr. Shein pia ameeleza umuhimu wa kuwepo kwa usimamizi katika swala zima la uuguzi, kwani hatua hiyo itaipelekea Zanzibar iweze kutajika na kuirudisha katika hali yake ya zamani, ambapo wananchi kutoka ndani na nje ya Zanzibar walikuwa wakija hapa nchini kufuata huduma za afya. Akielezea swala zima la upungufu wa wauguzi, Dr. Shein amesema kuwa upungufu wa wauguzi ni swala la muda mrefu na kusisitiza kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea na juhudi zake za kuhakikisha inatatua changamoto hiyo hatua kwa hatua. Dr. Shein ametumia fursa hiyo kutoa pongezi kwa baraza hilo kwa hatua yake ya kusimamia vyema swala la mafunzo kwa wauguzi, ambapo tayari kwa maelezo ya wajumbe hao kuna wauguzi 893 wenye diploma ya uuguzi, 97 wenye digrii ya kwanza, 25 wenye digrii ya pili na mmoja anayefanya shahada ya uzamivu yani PhD katika kada hiyo. Mapema Waziri wa Wizara ya Afya Mahmoud Thabit Kombo ameeleza kuwa mkutano kati ya rais pamoja na baraza hilo umekuja wakati mwafaka, ambapo wizara yake imeahidi mambo mbalimbali katika baraza la wawakilishi linaloendelea, na kwa mashirikiano ya pamoja kati ya wizara na baraza hilo yanaweza kutekeleza kile alichokiahidi katika baraza hilo hivi karibuni katika bajeti yake. Waziri Kombo ameeleza miongoni mwa changamoto ni pamoja na kuwekwa pembeni maadili ya uuguzi, lugha isiyofaa dhidi ya wagonjwa kutozwa fedha za dawa ambazo zipo hospitalini na zimenunuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa ajili yao, mambo ambayo ameahidi kuyavalia njuga katika kupambana nayo kwa mashirikiano na baraza hilo. Naye katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Dr. Abdulhamid Yahya Mzee ameeleza haja ya kujua mahitaji ya wauguzi pamoja na upangaji wa wauguzi katika hospitali za hapa nchini, kwani licha ya kuwepo kwa idadi ndogo ya wauguzi, lakini suala zima la usimamizi limekuwa likikosekana katika eneo hilo kama ilivyo kwa taasisi nyingine za serikali. Dr. Abdulhamid amesisitiza kuwa licha ya utumishi kufanya juhudi za makusudi katika sekta ya afya, lakini kinachoonekana ni kuwa wengi wanaoajiriwa katika sekta hiyo hufanya kazi kinyume na ajira yao. Mwenyekiti wa baraza hilo Bi Amina Abdul Qadir Ali ametumia fursa hiyo kutoa historia kwa ufupi ya baraza hilo hapa Zanzibar, pamoja na hatua, utekelezaji na maendeleo ya kazi za baraza sambamba na mafanikio na changamoto zilizopo. Akitaja miongoni mwa mafanikio, Bi Amina amesema kuwa ni pamoja na kupata ofisi na vitendea kazi, kuweza kufungua akaunti, kudumisha mashirikiano na wauguzi wa Tanzania bara pamoja na wale wa nchi za Afrika Mashariki na jumuiya za kimataifa. Ameongeza kuwa kuwachukulia hatua kwa onyo au kuwasimamisha kwa wauguzi waliokuwa na makosa ya maadili na kosa la kuhoshi vyeti. Nikiripoti kutoka Ikulu mjini Zanzibar, ni mimi Omar Ahmed Mcheju.